Unaona vijana wako stendi, anahubiri anatweta, yuko sokoni anahubiri anatweta. Juu Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yake, hana hofu wala mashaka. Nakumbuka alikuja kijana wangu mmoja hapa, mwinjilisti, alikuwa anahubiri pale, kuna baa moja jirani pale, akatoka meneja wa baa akampiga kofi, hakujibu chochote, akatulia tu, anaendelea kupiga gongo. Mtu mmoja akamwambia, bwana, watu wa namna hii hawapigwi. Kwani Yesu anahubiri Injili, kwani wewe una shida gani? Si uko zake pale anahubiri. Watu wa namna hii hawapigwi. Na ameenda pale, ni Roho wa Mungu amemwambia nenda pale ukahubiri Injili. Baada ya mwezi mmoja akaenda tena, Roho wa Mungu kamwongoza, nenda akahubiri pale. Wakati anahubiri, ndugu mmoja akaja akamwambia, unajua yule jamaa aliyekupiga kofi tumemzika juzi. Roho Mtakatifu akikutuma mahali, unaenda na nguvu ya ufalme wa Mungu, na wala usiogope, maana Bwana yuko pamoja nawe, atakutetea tu, maana ndiye Bwana amekuongoza kupitia Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8 anawaambia wanafunzi wake, nanyi mtapokea nguvu atakapoajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Wakati mwingine mnaingia kwenye basi, mnaenda mikoani, amesimama mtumishi wa Mungu anaanza kuhubiri Injili. Hebu jiulize, wewe unaweza? Unaanza kuona aibu, jamaa anaweza, wewe unaweza? Na kama unaweza, mbona hujafanya? Lakini unaona mtu ameingia kabisa, anapiga gombo mpaka Kibaha, mpaka Chalinze, afu anashuka, anasema wameshapata dozi ya Bwana, mimi narudi nyumbani. Roho wa Mungu yuko ndani yake, anashindwa kutulia mahali alipo, anasema lazima leo niende stendi nihubiri watu ndani ya basi.